verse 1 to 12. Nasoma. Balaamu akamwambia Balaki, Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, niletee hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama vile Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ng'ombe 4 kondoo 4 juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalo nionyesha nitakwambia. Kaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu alikutana Balaamu, na Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ya ng'ombe 1 na kondoo 1 juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu akisema, umrudie Balaki ukasema maneno haya. Akarudi kwake, na tazama amesimama karibu na saka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Atatunga methali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka mlima wa mashariki. Njoo nilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Ni mlaaniaji yeye ambaye Mungu akumlaani, ni mshutumaji yeye ambaye Bwana akushutumu. Kutoka kilele cha majabali na muona, na kutoka mlima na mtazama. Angalia, ni mtu ama ni watu wakao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. 10. Nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo, au kuhesabu roho ya Israeli? Na nipe kifo chake mwenyewe, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Balaamu akamwambia, Balaki akamwambia Balaamu, umetendea nini? Kuleta hii walaani adui zao, umewabariki kabisa. 12. Naye akajibu akasema, je, hainipasi kuangalia niseme neno lile Bwana atalio kinywani mwangu? Balaki akamwambia, haya njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza kuwaona. Utaona upande wa mwisho wao tu, wala utaona wote. Kilaani hao kutoka huko. Asante Bwana kwa wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu. Neno lako wai uzima, roho ndani yetu Yesu. Hivyo mna nguvu zako na ufunuo wako masaa haya, na Mungu tukauone na tukadhihirishe kwa kila moyo. Hata wanapokea baada hii Yesu, Bwana iko mikononi mwako, na Kristo ukatukuze kwa kila mmoja. Tubariki kupitia neno lako, tuponye Yesu. Tuinue Bwana fungulia wakati wa neno lako ambao ni uhai kwetu. Nuru yako iangaze ndani ya mioyo na ndani ya roho zetu. Na ni kwako Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Nachojua kana kwamba kanisa la Bwana yote ambayo Mungu anayanena kwetu yana umuhimu zaidi. Yote ambayo Mungu anatufunulia yana umuhimu zaidi. Maana yule adui Jezebeli nia yake ni kuua, nia yake ni kuharibu,
kilicho kizuri. Hataki mazuri yatendeke ndani yako. Hataki mazuri yawe ndani ya ibada. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua uzuri uko katika ibada hii. Lakini katika ibada ama katika kanisa la Bwana kuna yule ambao Mungu amemweka ndipo apate kubeba maono yake katika kanisa lake. Haleluya. Na yule mtu ambaye amebeba yale maono ama ambaye ametoa yale mafuta, usiongeze sauti. Ile mambo ya kucheza, usiongeze sauti. Yule mtu ambaye amebeba yale maono ndiye huwa anajua vile ambavyo uzito uko. Haleluya. Mwana atashinda baba ama mzazi katika heki. Mzazi ndiye anajua uchungu ulio katika familia. Kazi ya mwana ni kuweka mkono na hitaji, naye mzazi akiwa nayo anampa. Kazi ya mwana ni kuambia baba, mama, nataka hii, naye yule baba ama mzazi anampa mwana. Haleluya. Na hata mzazi anaweza nyamaza na kukuangalia, na anapokuangalia hata pale kwa nyumba anaanza kumuuliza, na leo hii mama tunapiga nini? Maana labda yule mtoto anisija. Haleluya. Na mama anaweza nyamaza, maana mama ama baba anajua ile ambayo amepanga. Haleluya. Na anajua kana kwamba kile kisuri niko nacho ni kwa ajili ya watoto wangu. Anajua vizuri na kwamba kile kisuri niko nacho sio kwa ajili yangu tu. Hiki kisuri niko nacho ni kwa ajili ya watoto wangu. Haleluya. Mzazi ambaye anapenda watoto wake huwa anafanya juhudi na bidii zaidi. Iwapo ni masomo, watoto wasome vizuri, waishi vizuri. Iwapo ni malezi, wapate malezi yaliyo mazuri. Haleluya. Ndio at least yule mtoto ama ile familia kesho yake iwe na nuru, iwe imeangaza. Na zile changamoto ambazo tunakutana nazo kama mzazi, wewe ndio unazijua. Mtoto asijui, mwana asijui. Haleluya. Wewe ndio unajua machungu. Mtoto akiaje nikitoka na kwamba anahitaji school fees, atakujua mahali ambapo utatoa zile pesa. Haleluya. Atasimama mahali pale, ataanza kulia, nahitaji school fees. Na labda wewe mama ama baba hauna lolote lile. Haleluya. Chukua tu. Yeye wewe unapambana katika hali yako. Nilisi uone kana kwamba ile familia inakaa maisha yanayokupendeza. Haleluya. Na unatia juhudi chuchi. Na iwapo ndio maana unaenda wakati ambao mzazi anakosewa na mtoto, ukikumbuka kila ambao umeng'ang'ana na mtoto, labda umepitia hii. Haleluya. Inakuumiza moyo wakati ambao mtoto anakosa. Unachukua kiboko, unamtandika, unamwambia hii tabia staki. Haleluya. Apewe sifa. Hiyo ndivyo katika kanisa la Bwana. Nyinyi ni wana ama ni watoto wa kiroho? Kwa mtumishi wa Mungu,
anafanya juhudi juu chini. Ndio maana tunataka kwenda kufunge, twende tuombe, ama tuombe masaada. Anataka malezi yaliyo mema ndani yako. Haleluya. Unaweza kosa kuomba, lakini mchungaji lazima ataomba. Haleluya. Na ile neema ya mchungaji inaanza kukutetea, inakupigania. Maana wewe ni mwana, ile neema ikupiganie, ile neema kutetea. Ndio Kristo maisha yako yakuwa mazuri. Ndio Kristo familia yako iwe salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo mchungaji hufanya. Anapigana na kila roho ya Jezebeli, roho za ukoo kweli. Ya Kristo mwanangu, kila mtu awe na maisha mazuri katika ibada. Haleluya. Ndio Kristo hapo kutembea, ukishuhudia kuna Mungu, wao wanasema na hakika huyu mtu abariki. Haleluya. Lakini kuna roho ambao wengi katika watoto wa kiroho, na kwa ile roho kile kuimarisha vizuri, wala Mungu mkifuatilia utakuwa na kwamba na roho ya Jezebeli uweke kiburi ndani ya mwanadamu. Roho ya Jezebeli ufanya mwanadamu kuona anajua yote. Haleluya. Wacha wale ambao sisi hatujui tukae kanisani, wewe unaijua sikujali. Haleluya. Maana roho ya Jezebeli inapoingia ndani ya mwanadamu, wao wanaonekana kwamba anajua. Wao wanaonekana kwamba mimi hastahili kuambiwa. Haleluya. Roho ya Jezebeli inapoingia ndani ya mwanadamu, watu wanatoshana wote. Naweza kukuambia hivi, naweza kukuongelesha hivi, ile roho ni mbaya zaidi. Haleluya. Ile roho ni mbaya zaidi inapoingia, na unapoiruhusu ikae ndani yako, ile roho ni mbaya zaidi. Peleka wametoshana kila mtu. Umetoshana mchungaji, umetoshana na hata kama ni kijana, umetoshana na kina mama, umetoshana na wazee. Maana ile roho haikutaki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Itakuchokoza na kuondoa mahali ambapo unaweza kupata msaada. Kumbuka, roho ya Jezebeli upicha baraka za watu. Haleluya. Jezebelic ovary ama sadaka Jezebeli. Haleluya. Haleluya. Baraka na baraka kwa wameandaa sadaka. Na kumbe ile sadaka walikuwa wameandaa ni sadaka ni kwa ajili ya uovu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe ile sadaka ambao walikuwa wametoa, it was a Jezebelic offering. Haleluya. Na kwa nini unashiriki Jezebelic offering? Ile sadaka tumeandaa, endo kwa waliani. Wana
Haleluya. Kuna watu ambao tolea wengine sadaka ndipo wapate kuangamia. Haleluya. Asilimia kubwa haitoi sadaka ama wengine kutoa sadaka watu wabariki ama mtu abarikiwe. Lakini asilimia kubwa kuna mtu ambaye anatoa sadaka kwa ajili ya mwingine. Shika tu muondoka hivi. Haleluya. Balaki alitoa sadaka ndipo wana wa Israeli walaaniwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ambayo ile dhabihu haikuweza kufanya kazi. Ile sadaka haikuweza hata kamwe kukubalika machoni mwa Mwenyezi Mungu. Maana nia yake kukumbuka. Hata nisimamishe pamoja. Nia ya Balaki ilikuwa wana wa Israeli wasiendelee. Haleluya. Ni mara ngapi ambao umetoa sadaka ni kwa ajili ya mtu angamie? Haleluya. Hii sadaka mchungaji nimeleta kwako niombee mchawi wangu akufe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unaona hivyo? Lakini yule mtu labda wewe ndio unamchukulia kwa mbaya. Haleluya. Lakini roho ya Yezebeli itakuongoza utoe sadaka na nia ambalo ni baya. Ikuelekeze vile sadaka unaotoa ikose dhamana mbele ya madhabahu ya Bwana. Haleluya. Ndio ile dhabihu ikose nguvu mbele za Mungu. Hivyo ndivyo roho ya Yezebeli utuelekeza kutoa sadaka na nia ama na lengo baya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanangu usiitoe sadaka na lengo la kumpiga mwingine. Neri wanatoa sadaka na kusema Mungu ninatoa dhabihu ili nitetee tu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Yesu amekuja kuleta uhai kwetu. Hajakuja awe na mauti. The moment unakuja kutoa sadaka kama dhabihu yako, uliza lengo lako ni gani? Haleluya. Jesi ikawa ni sadaka ya Jezebeli. Jezebeli utolewa na lengo ama na nia mbaya. Utolewa ipigane na walio katika haki. Haleluya. Labda kuna wachawi wanaenda kutoa sadaka kinyume na wewe. Wakati unamtolea sadaka amwezani na yeye. Haleluya. Labda ulisema hata ndio sadaka kinyume na fulani. Kumbe yule mtu hawezi mlaani, hawezi pigana na yeye. Sasa ile dhabihu umetoa huwa haina faida. Nenda yoka kwa sadaka ya Yezebeli. Ambao lengo lake ni kuua. Ambao lengo lake
asifanikiwe. Lasha. Mungu ataikubali sadaka ya aina hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. 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 Do you know there's a secret, an hidden secret in all the churches and all the worshipers? Tunapokuja kutoa. Ni kweli ama si kweli? Kuna siri kubwa ambao hatujui. Na naomba tu Mungu siku moja nikupatie hiyo deep secret mjivu. Hii unaona kama ni pesa unaleta kwa Mungu. Lakini unapochukulia kama ni sadaka ya thamani kwako, naye fanya kazi ndani yako. Haleluya. Lakini maana wewe kuna leo kutolea Bwana dhabihu saka sema mimi zinabakia kwa zimefungwa. Roho ya Jezebeli, ukumbuka tumesema kana kwamba roho ya Jezebeli huchangia roho ya maskini. Siku hiyo that was point number 1 siku ya kwanza. Roho ya Jezebeli huchangia roho ya maskini. Kwa leo tunaandika kitu kiandika. Haleluya. Na sasa ile roho inakuja ina block the giving in the church of God. Hallelujah. Sasa kanisa ikiwa giving iko less, what does that mean? The church ama washirika wanapitia financial challenges. Naomba nielewe hiyo. Hallelujah. Na ile roho ya Jezebeli inachochea watu wasitoe dhabihu katika sadaka na sehemu ya 10 katika kanisa la Bwana. Ile roho ya Jezebeli inachochea. Kumbuka tunaongea kuhusu kiburi. Haleluya. Kumbuka tunaongea na kwamba kumbuka roho ya Jezebeli ungangana kupigana mamlaka. Ndio andika kweli. Inasema kwa tunaeleza sana. Wala kuna roho ya Jezebeli ungangana kupigana na wale katika mamlaka. Haleluya. Ile roho ya Jezebeli inapoingia ndani ya kanisa, ufunga kuleta maskini na kuchangia katika roho ya giving. Na wote wanaomtolea Mungu sasa uanza kutolea na nia mbaya. Haleluya. Sasa bwana umepatikana. Haleluya. 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 Sasa utaona vile anakuja. Sasa kama ndio tunasikia nani? Chunga. Haleluya. Sasa Grace. Sasa ndio tunasikia nani? Chungaji. Hata the moment ya kuona kuwekea hapa roho ya Jezebeli ishazungumza. Is a Jezebelic offering. Sema amen. Siuliza mwanzako anatoka ndani ya ngani. Yeye na waoma anajua yeye ni kweli. Asilimia kubwa hawaleti sadaka kwa Mungu. Ndio kwa Mungu kweli. Haleluya. Asilimia kubwa haileti dhabihu kwa Mungu. Huwa inaleta kwa ajili ya mchungaji. Haleluya. Na ile roho inapozungumza nawe, sasa ile dhabihu ukosa dhamana mbele ya madhabahu ya Mungu. Haleluya. Inaweza kuwa ni sadaka. Nasema kana kwamba umeitoa tu kwa mtazamo wa mwanadamu, anasema ni dogo.
lakini maana kuna lengo umeitoa kutoka ndani ya moyo wako. Haleluya. Ile dhabihu inakuwa na mamlaka. Haleluya. Asilimia kubwa utoa ndipo sehemu inasema inasaidia mchungaji. Asilimia kubwa utoa ndio mchungaji asikose ama akuone. Sasa hiyo lengo konayo, hiyo ndio roho ya Jezebeli. Haleluya. Simo kwa hiyo. Siniambi nini tu. Uliza mwenzako wewe umaji. Lengo la Balaki ilikuwa kuangamizwe Balaamu. Balaki angekuwa anatolea Mungu saka. Na sasa inatoa kwa ajili ya Mungu. Mungu amemwambia hapana, hii sadaka usitoe, lakini ameoa Mungu. Simeenda kule. Hivyo ndivyo saka zetu hufanyika bure. Haleluya. Hivyo ndio napata mtu anaweza kutoa 50 kuanzia Januari mpaka Disemba ajibadilika. Haleluya. Mtu ambaye amebarikiwa kisikia anaweza kubarikiwa kama ndani ya roho. Hata mlazimisha na kuweza kutoa sadaka ama kuongeza kutoa sadaka. Anatoanga willingly because the money is flow. Haleluya. Hivyo tatizo tulio nayo ni lengo tulio nayo katika kutoa dhabihu. Haleluya. Haleluya. Wewe unakuwa na lengo gani? The moment that you are come to give. Haleluya. Wewe unakuwa na kusudi gani? Ndio listen, it's just an hidden spirit. Roho inayojificha ndani ya mwanadamu, lakini iko na uwezo na mamlaka chini. Wewe mwenyewe unaweza kuwa na mambo ni kawaida. Kumbe ile ndio inachangia mwanangu sio kubarikiwa. Ndio chanzo chako usije ukaendelea. Wakati ambapo wanafanya kutana na dhabihu za wale wengine, yako inakuwa iko na roho ya Jezebeli. Mchungaji anakuambia hivi mtu ametoa ndio kule amesema baba yake. Haleluya. Bwana wasadaka. Kwa nini sadaka? Sadaka. Kwa nini wanatoa sadaka? Kwa nini? Sasa kule. Na mmoja alikuwa kwa sadaka. Sasa kuja chini. Kwa hivyo hatujui jambo la kutoa sadaka. Haleluya. Mapenda hii tujike tu. Haleluya. Roho ya Jezebeli kamata akili, kamata roho. Inapokuwa huwa uchawi. Ndio sana tunaona. The moment that you try to get an over you, the spirit of Jezebel come to you. But mama ndama, mpatie maji. Mama ndama Irene, yawa tunasinzia.
Basta maneno ya nyumbani. Nani kimaliza ibada? Sio ni mtu hapa sawa. Hata nimeona baba yake anasinzia. Hayo nimeona ameona ningeweza kuamsha akaamka. Poleni. Haleluya. Nipatie dakika kika na kutoka tumalize tu. Sawa. Kwa sababu unapota unusu. Haleluya. Ile roho kamata akili. The moment that you try to pull the view yako, itakwambia nini? Inatoka hapa tu mchungaji akakula. Inakuja hapa mbele ndio mchungaji anakuja mbele. Swali and sadaka kisha negative. Jezebel. Haleluya. 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 Hiyo sadaka inaisha kabisa nguvu. Ndio maana anamcheka ataenda na baba kwa madhabahu yake akuataki. Haleluya. Jeni yako ndani hapo na kuanga nayo. The moment that God is to give the Lord. Wachana kiwango cha sadaka ama kipimo cha sadaka. Haleluya. Ni yako ndani ambao wewe huwa nayo, ambao unapokuja kwa Mungu unamtolea. Maana iwapo ni lengo wewe unajua ni mbili hadi vizuri. Maana iwapo ni lengo na nia mbaya inazungumza ndani ya akili yako na roho, ila sadaka huisha mnyama. Haleluya. Ni kweli na siku. Asiku ni maana kwa kujua. Na kuleta kwa njia tu. Na inapasa kana kwamba sadaka mingi za watu ambao wanaotoa huwa azinanga faida, aziwasaidii. Haleluya. Ndio maana unaomba sadaka hapa, ile shida ya kazi uko nayo, ile shida ya biashara uko nayo, ile shida ya familia yako uko nayo, ile sadaka ufanyika nini? Haleluya. Mungu akamwambia Balaamu, ndio Balaki uwezi laani aliyebarikiwa. Haleluya. Leo ukose kuwa na sababu ulete toleo la kwa Bwana, mwana Bwana, kuliko kuania na sababu iliyo pale. Haleluya. Kuliko kuwa na nia na lengo iliyo pale unapokuja madhabahuni mwa Mungu. Hilo ndio linaumiza kanisa la Bwana. Hilo ndio linafanya sadaka tunazoleta kwa Bwana isije kututetea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kanisa la wengi kabisa. Hiyo sadaka mnatoa, lakini mbona biashara yako ibadilike? Mbona kazi yako ibadilike? Haleluya. Unaoneshana kuna mahali sadaka zetu ama yako yanakataliwa. Haleluya. Kuna mahali ambapo utafikia ile lengo, ama utakuwa na lengo zuri unapokuja mletea Mungu sadaka. Lakini iwapo utakuwa na lengo lile zuri, sadaka yako itakubalika, itapendeza machoni mwa Mwenyezi Mungu, na hakika ndani ya ibada unatoka na jibu. Haleluya. Haleluya. Uliza mtu, wewe kwa nini unatoa sadaka yako? Aina anasema pastor kule. Haleluya. Kwa nini unatoa sadaka?
Haleluya. Hilo ni kitu kama unaweza kuelewa vizuri. The moment I take a step, inaongea. Usipoielewa unaendelea kumbe na kuongelesha. Lakini ukibaki vizuri haitapata nafasi ndani yako. Haitakuwa nafasi yote ile ndani yako. Haleluya. Inakupasa wakati ambao ile dhabihu yako kwa madhabahu, shaka yako kwa madhabahu, ukiyakusha yale madhabahu, utoke na jibu. Iwapo unakosa jibu, kitu ambacho alisikika kwa hiyo. Mungu anakubali mateso kutoka katika ufalme wake. Haleluya. Eti mwaka mzima unakuwa sandaka kwa madhabahu ya Bethel, ukose kuona mwangaza. Mungu hawezi kubali hiyo siku bichi. Kwa madhabahu hiyo na Mungu hawezi kubali. Ataweza na hawezi. Haleluya. Hakuna siku Mungu ataweza na ataweza kukubali hata siku moja umtolee saka na kutendelea na kwa yake. No. Haleluya. Ni shida tuliona alikuwa our offerings, our sacrifices, our tithes are being rejected. Why? Because the spirit. Ama kwa sababu ya roho iliyo ndani yako. Haleluya. Hiyo nayo ni sura ya kutoshia Mungu. Hiyo natoa nzuri inatoshia Mungu. Lakini maana imekosa mamlaka. Hilo ndilo tatizo. Imekosa ama inapigana roho ya Jezebeli iliyo ndani yako. Hiyo ndio maana haina nguvu. Haleluya. Sadaka. Lakini imekuwa roho ya Jezebeli msumbua. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Are you getting what I'm preaching? Are you getting what I'm saying? Naona kama maneno yanang'ang'ana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Je, wapata yale hakuna ubiri? Mimi siendelee. Tena siendelee.